wewe mume wangu Uwezo? Una nini wewe hasa wewe akilini mwako? Wewe mama una kichaa nini? Kwani nimefanyaje? Nikufanyie nini? Ili uonekane kwamba kweli wewe mume wangu nakupenda. Acha madharau. Ujue mimi ni mume wako. Na kufanya unapendeza unakuwa hivi. Sio unaniletea madharau mimi. Usiniambie. Na yule pale ni nani? Nani? Labda umemuona wewe, mimi sijamuona. Usinichanganye. Usinichanganye. Kelele mimi sitakaje mshenzi. Shalom. Kwa majina anaitwa Pastor Soti, natokea kanisa la Uzima na Ufufuo linalopatikana mtaa wa Jipange. Sasa bila kuwapotezea muda, usiku nikiwa katika maombi, nimeonyeshwa juu ya nyumba hii kuwa nyumba hii inanyemelewa na roho ya umauti. Pastor, una maana gani kusema hivyo? Familia hii imegubikwa na roho mchafu anayesababisha mafarakano ya kutokuelewana ninyi kwa ninyi. Magomvi hayaishi humu ndani, kila siku hamwelewani, mnagombana, mnarumbana, ambao huu ugomvi utasababisha mmoja wenu kupoteza maisha. Lakini kutokana na kipawa nilichopewa na Bwana, nipo hapa kwa ajili ya kuwasaidia. Sasa Pastor, unavyosema uko hapa kwa ajili ya kutusaidia, kwani unajua chanzo hasa cha matatizo haya yanayotusababisha sisi kila siku mundani kugombana? Umeuliza vizuri sana mama. Katika ulimwengu wa roho naonyeshwa kuwa tatizo ni teknolojia, yaani nikimaanisha simu. Simu ndo chanzo cha ugomvi wa kila siku humu ndani. Na sio hicho tu, ni mengi nimeonyeshwa juu ya nyumba hii. Pastor, umewezaje kujua hili? Na tufanye nini sasa ili tuweze kuepukana na hili? Oh, haleluya! Kama nilivyokwisha kusema hapo awali, ni kwamba nimeonyeshwa na Roho Mtakatifu nilipokuwa kwenye maombi. Hivyo kuepukana na yote yanayoendelea ndani ya nyumba hii, mnatakiwa kutoa sadaka. Kipindi nitakapokuwa kwenye maombi, nitawawakilishe mbele za Bwana iweze kuwasaidia kuleta amani na upendo ndani ya nyumba hii. Pastor, ya kwa jinsi mlivyo na matatizo ndani ya nyumba hii, hii 5,000 haitoshi kuondolea mikosi na mabaraa mlionayo. Mpo serious kweli? Hapana bwana, ongezeni sadaka. Uwezo mume wangu, mpe tu Pastor hela akatuombee. Wewe huoni matatizo yanavyokuwa yanatusonga ndani ya nyumba? mke wangu, mpe ile pesa niliyokupa ya kuhemea, nitakurudishia baadaye ili akatuombee vizuri. Oh, haleluya! Mmefanya vizuri sana na Bwana atawabariki. Hapo sawa, kuweni na amani, Bwana atatenda miujiza. Naombeni niwaache, lakini pia mnakaribishwa kwenye ibada. Pastor Soti, karibu tena. Bakini na amani ya Bwana. Amina. Pastor.
mbona humu ndani wanalumbana? Shida ni nini? Tumewasikia wakizozana kuhusu message katika simu. Message katika simu? Bila shaka mwanamke atakuwa amekuta message ya mwanamke mwingine kwenye simu ya mume wake, na ni kawaida yao, hii nyumba hawaishagi migogoro. Safi sana watoto wazuri, mwaweza kwenda. Sawa sawa. Oh, haleluya! Bwana ametenda miujiza kupitia hawa watoto, la sivyo mchana ungepita mkavu. Ya leo si ya zamani, ya leo si ya zamani. Haya mke wangu, unaona sasa magomvi yako ya kila siku na visirani visivyoisha, kidogo tuangukie mauti. Mambo gani? Lakini mme wangu, yote hayo yanasababishwa na wewe. Ni kwa sababu haiheshimu kabisa ndoa yako. Kutwa kucha unahangaika tu na wanawake unashindwa kutambua kabisa mipaka yako kama mwanaume. Mke wangu Agnes, yaishi bana. Hata hivyo tumshukuru Mungu kumleta huyo pastor hapa nyumbani kwetu. Sawa, ndo ubadilike sasa. Alafu naomba hela nikaemee. Mke wangu, kama unavyoona pesa yote tumempatia pastor. Hapa nataka nitoke nikachakalike. Ila kwa kuwa amani imepatikana na imani na fungu letu litapatikana, acha niondoke. Sawa mme wangu, nakutakia kila laheri na imani umebadilika mme wangu. Mimi tu nikutoe hofu mke wangu Agnes. Yaani kuanzia sasa tuwe kama vile tumezaliwa upya. Basi. Mimi naondoka, nitakukuta baadaye. Haya. Sawa? Asante. Ubaki salama kipenzi changu. Nitakukuta jioni eti. Haya. Unajua mimi mshua simuelewi kabisa mwanangu. Sijui anachukuliaje. Anaendelea kukumbatia mali wakati umri umekwenda. Baadaye tuachie sisi vijana tuendeleze na miradi. Lakini yeye ndo kwanza anatukunjia. Awe mwenzangu umeelezeka na hiyo hali. Unachokiongea ni sawa. Lakini huenda mzee ana maana yake kufanya hivyo. Pengine ana mpango mzuri zidi yetu. Mpango gani? Huyu mzee atuchoresha tu. Sijui hatuamini. Mimi nadhani kuna lazima kufanya jambo hapo. Tofauti na hapo, tutaendelea kuzalilika na watoto wazuri tutaendelea kuwaita mashemeji. Sasa ndo maisha gani hayo? Sawa, nimekuelewa. Kwa hiyo wewe ulikuwa na mpango gani? Tumuondoe wewe. Mimi? Mama. Hasa shangazi. Tumuondoe kabisa. Anakwamisha mchongo. Tukishazishika hizo mali, tutakuwa na uhuru kufanya chochote. Kwa hiyo ndio itakuwa njia sahihi, kweli? Shalom. Vijana, nikiwatazama kwa macho ya roho, naiona ndani yenu roho ya mauaji, na hiyo roho ina mpango wa kumwaga damu isiyokuwa na hatia. Na niwaambie kwamba msipoishinda hiyo roho, itasababisha laana kizazi hadi kizazi.
Sasa leteni sadaka ili nikawawakilishe mbele za Bwana, ili awaondolee hiyo roho ya mauaji, na kwa kufanya hivyo Baba yenu atawapatieni hicho mnachokitaka bila hata ya kumtenda mabaya. Moja amejoje mpango yetu. Wasimsikia anaongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa jinsi roho ya mauaji ilivyotawala mili yenu, hii 2000 haitoshi kuwatakasa. Ongezeni sadaka ili muweze kutakaswa kwa uharaka. Nasema ongezeni sana. Pastor, focus na sisi pastor. Unajua kondoo huyo anapotea, kwa hiyo naangalia ni jinsi gani nitamrudisha zizini. Ni hivyo tu. Oh, haleluya! Bwana, tazama watu wako wanaangamia kwa kukosa maarifa. Mama, kulingana na maombi tuliyofanya, inakubidi utoe sadaka ili niendelee kukuwakilisha mbele za Bwana. Tukisoma maandiko yanatuambia kuwa Sara alipata mtoto kipindi cha uzee. Hili tatizo ni dogo sana, kwa hiyo usikate tamaa, Bwana atatenda. Kwa macho ya nyama unaweza ukaiona hii pesa ni ndogo, lakini nikwambie, hii sadaka ni kubwa, itaenda kutenda miujiza kwenye ndoa yako, na huo uzao utapatikana kama nyota zilizopo angani. Sawa mama, ngoja nikuache nikaendelee na huduma zingine. Kwa hiyo umeshindwa kuwa na imani na mimi, umeingiza mwanaume humu ndani ili baadaye akupe ujauzito, uje unisingizie ujauzito ni wa kwangu, si ndio? Hapana mme wangu, huyu ni pasta. Pasta gani huyo malaya?